Habari ndugu wapenzi watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Kwa majina naitwa Baraka Batson Mgeyekwa, na leo tupo tena shambani, tutazungumzia mada isemayo utafiti wa soko. Ni kwa nini leo nimekuja na mada inayosema utafiti wa soko? Ni kwa sababu wakulima wengi wanalima mazao na wajui ni kivipi watauza, wapi watafanyaje, na je soko lipoje na litafanya shughuli gani. So leo nimeamua kuja na mada hii ya utafiti wa soko kwa lengo la kuelimisha wakulima na watu wengine wengi waweze kujua kabla ya kulima wafanye utafiti kwanza wa nini, wa soko. So mada ya leo utasema utafiti wa nini, wa soko. Ndugu mkulima, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pamoja na mitandao mingine. Sisi kama Kilimo ni Fursa TV leo tumekuja kuambia mada isemayo utafiti wa soko kwa lengo moja muhimu sana la kuweza kufanya wewe mkulima unapolima ulime kwa faida na unapolima uweze kulima kwa tija. So tunaanza utafiti wa soko, tunaanza na shughuli gani? Na unafanya utafiti wa soko uanze na vipengele vipi ambavyo ni vya muhimu? Pengine namba moja tutasema utafiti wa soko ni nini? Yaani ujue nini maana utafiti wa nini, wa soko. Tunaanza na nini? Utafiti wa soko ni nini? Nini maana utafiti wa nini? Utafiti wa soko. So unaposema utafiti wa soko ni kuchunguza kabla hujazalisha, ujue. Yaani kabla hujazalisha mazao yote ya shambani, ujue je, ili zao unalozalisha linaenda kufanya shughuli gani na linafanya tija gani na sokoni lipoje? Ndugu mpenzi mtazamaji wa Kilimo ni Fursa TV, unaposema utafiti wa soko lazima ujue kitu kinachoitwa nini? Bei. Bei ya soko ipoje? Bei ipoje? Je, zao gani linatoka? Natoka sana. Hapa namaanisha nini? Wateja gani? Wateja gani unao nini? Unao wapelekea bidhaa yako. So ndugu mpenzi mtazamaji wa Kilimo ni Fursa TV, lazima ujue vitu hivi vya kwanza kabisa. Unaposema utafiti wa soko ni nini, lazima ujue bei. Yaani ni uchunguzi wa soko kabla hujafanya shughuli yote ya kilimo. Lazima ujue shughuli nini ya soko, soko linaendaje. Je, bei zinapanda, zinashuka? Zao gani linatoka sana kwa muda huo? Wateja wanapenda mazao gani? Wanafanyaje? Hiyo ni kipengele namba moja unaposema utafiti nini? Utafiti wa soko. Na unaposema utafiti wa soko, lazima kipengele namba mbili tutaangalia ni kwa nini ni muhimu. Ni kwa nini muhimu tafuta hiyo soko? Kwa nini ni muhimu? Ni kwa nini ni muhimu? Ndugu mpenzi mtazamaji wa Kilimo ni Fursa TV, unaposema kwa nini ni muhimu, yaani kwa sababu unaposema utafiti wa soko kwa nini ni muhimu, yaani faida, yaani umuhimu gani ufanye utafiti wa soko? Kwa sababu wakulima wengi wanafanya kilimo cha mazao mbalimbali lakini hawafanyi utafiti wa soko. Hivyo basi upelekea wakulima wengi wanapata hasara kwa sababu wanakuwa hawajui bei, wanalima mazao ambayo hayana soko, wanavuna wakati ambao soko limeshuka. Ndio. Hapo sasa tutazungumzia point namba 3. Hii ninavyosema kwa nini muhimu, nasema unaangalia yaani kwa nini muhimu utafiti wa soko? Kwa sababu kuna wakulima wengi wanalima nini? Wanalima mazao ambayo yana soko, hayana nini? Hayana soko. Lakini pia wanavuna wakati ambao bei imeshuka. Wanavuna bei imefanyaje? Bei imeshuka. Unaona? Wanavuna bei wakati gani? Imeshuka. Lakini pia wakati mwingine sasa unashangaa kwa nini tunafanya utafiti wa soko? Ujue bei inapanda msimu gani, unashuka msimu gani, na zao hili lina soko msimu gani na halina soko msimu gani. Hiyo ndio maana sasa hiyo utafiti nini wa soko. So tumetoka point namba 2 tunaenda point namba 3. Je, tufute kidogo. Tuingie point namba 3. Ni kwa nini ufanye utafiti wa soko? Ni jinsi gani muhimu tumeona hapo.
kwa sababu mazao bei inashuka na kupanda. So pointi namba 3, unaposema pointi namba 3, mambo ya kuangalia unaofanya nini, utafiti wa soko, mambo ya kuangalia. Unaposema utafiti wa soko, mambo ya kuangalia. Je, soko hilo linahitaji mazao gani? Mahitaji ya zao. Mambo ya kuangalia tunafanya utafiti wa soko. Bei ya soko. Namba 2 nasema wateja, kwa sababu hapo kwenye bei ya soko unaposema bei ya soko, labda grafu yako imekaa hivi, si ndio? Bei ya soko siku zote waga inapanda na inakushuka, kwa sababu bidhaa nazo ni mesema mahindi, kwa sababu kunaona nauza hii tofauti tofauti maeneo mbalimbali ya nchi, bei ya soko inapanda na inakushuka. Kwa hiyo shangaa muda unaolima yeye labda bei inapanda, alafu nakuja muda mwingine unashangaa hapa sasa tunaongelea sana masuala ya demand and supply. Hapa kuna quantity huku kuna supply, au unasema ni supply. Sasa masuala ya demand and supply, unashangaa kuna muda mwingine supply hapa demand imeshuka, unaposema supply labda supply imepanda, hii inapanda supply, maana yake hivi. Kwa unapofanya utafiti wa soko unaangalia vitu mbalimbali, mambo ya kuangalia sasa kwenye utafiti wa soko. Unaangalia bei ya soko, bei ya soko ipoje? Je, demand ya soko ni kubwa? Wateja gani nawapelekea? Je, kwenye wateja hapa sasa Wahindi au kuna wateja ni Wahindi wa Bongo? Kuna Wabongo hapo, wateja hao je ni watu gani? Watu maalum watu gani nawauzia? Je, ni watu maalum? Wateja gani? Ushindani wa soko upoje? Hapo unaangalia ushindani wa soko nini upoje. Utaangalia tena kipengele usafirishaji. Sasa nini usafirishaji? Je, sasa wewe unashangaa mtu mwingine mwenzako analima labda kutoka shambani mpaka sokoni ni kilomita 2. Huyu mtu A hapa farm to market ni 2 km. Huyu mtu B farm to market, yani farm to market hapa farm to market endi 21 km. Huyu bei lazima tatofautiana, kwa lazima ushindani fani itakuwa ni mkubwa, kwa sababu yeye huyu hapa atauza bei ndogo, kwa sababu yeye kutoka shambani farm to market ni kilomita 2, lakini huyu hapa farm to market anakuwa na kilomita ngapi? 21. Kwa hata bei itafanya zitatofautiana. So katika utafiti wa soko, pointi namba 3 tumesema mambo ya kuangalia. Unaangalia bei ya soko, utaangalia wateja, utaangalia ushindani wa soko, utaangalia usafirishaji, lakini pia mahitaji ya zao, yani soko inahitaji zao gani kwa wakati huo. So lazima uangalie mahitaji ya mazao sokoni. Je, soko inahitaji mazao gani? So tukishamaliza pointi namba 3, kama tulivyomaliza hapo, tunaenda pointi namba 4. Pointi namba 4. Pointi namba 4 yenyewe inasema jinsi ya kufanya utafiti. Pointi namba 4 sasa. Jinsi ya kufanya utafiti. Ni kivipi sasa utafanya utafiti wa nini? Wa soko. Sababu tunajua nini maana utafiti wa soko. Namba 2, kwa nini muhimu utafiti wa soko. Namba 3 tumekuja kuangalia mambo ya kuangalia unapofanya utafiti wa soko. Lakini namba 4 tutaja kuangalia ni jinsi ya kufanya utafiti wa soko. Namba 1, unafanya utafiti wa soko. Yaani jinsi ya kufanya utafiti wa soko. Namna utakayofanya utafiti wa nini? Wa soko. Utafanya ulizia bei ya mazao mbalimbali. Cha kwanza utaulizia bei ya mazao. Mbalimbali. Cha pili, itabidi uangalie tembelea masoko ya karibu. Tembelea masoko nini ya karibu. Namba 3, utaangalia nini? Utaangalia mwenendo wa bei kwa muda. Unaangalia mwenendo wa bei.
Namba 4 utaangalia namba 4 utaongea na wafanyabiashara mbalimbali. Wafanyabiashara wanaofanya pale biashara, labda unakuta mama anauza mahindi, unakuta mwingine anauza karanga, anauza maharage. So unakuwa unaongea nao wale wafanyabiashara pale ili kupata ABCD za soko lipoje. Hapa anasema nini? Ongea na wafanyabiashara. Biashara. So haya mambo manne ni mambo muhimu sana ambayo utatakiwa wewe mkulima, kabla hujafanya bidhaa, yani hujalima zao lote shambani, lazima uyaangalie na hata kuletea mafanikio makubwa, na utafanya kilimo kiwe chepesi na usilime kwa mateso. Na kweli unaona kilimo ni fursa. Kwa sababu gani? Utakuwa umefanya utafiti wa soko kabla hujalima, na umejua ukishalima utamuuzia nani na utapeleka wapi, na je, ukilima vitu hivyo utapeleka wapi? Kwa sababu utakuwa umeangalia mambo umuhimu wa utafiti wa soko ni nini, utajua kwa nini muhimu utafiti wa soko. Lakini pia utakuwa umejua mambo ya kuzingatia unapofanya utafiti wa soko. Lakini pia utakuwa umejua ni jinsi gani utafanya utafiti nini wa soko, na mazao yako yote ambayo utakuwa umeyalima shambani, umeyalima labda bustanini, yote utakuwa umeenda kuuza kwa wateja husika, kwa sababu utakuwa unajua bei zipoje shambani, utakuwa unajua wateja wako ni kina nani, utakuwa unajua ushindani ni upoje, na unajua usafishaji utafanyaje, kwa sababu kitu anachomaliza mkulima ni kutokujua soko lipoje na soko linahitaji nini, na hajafanya utafiti. Kwa wakulima wengi wanalima kimazoea na wanapelekea kupata hasara kubwa sana. So mimi kama mtayarishaji wa maudhui haya kutokea hapa Kilimo ni Fursa TV, kwa majina naitwa Baraka Batson Mgelekwa, lakini pia ninakusii usisahau kulike, kusubscribe, comment na kushare mitandao yote ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube. Lakini pia namba zangu za simu ni 0773707425 kwa wale wote ambao watakuwa wanahitaji huduma zangu mbalimbali, huduma za ushauri wa mazao mbalimbali shambani, ikiwemo parachichi, mahindi, maharage, kitunguu, pilipili hoho na mazao mengine mengi ambayo yanahusika na kulima shambani. Asanteni na watakia tena wakati mwingine. Bye.